lakini si neno. Nazungumzia riwaya ya Vumba. Nimekuja kuketi hapa nje pangu nisome kwa tuo na tu. Songa karibu. Songa tu, usiogope. Chukua hii mali. Ionekane vizuri Riwaya ya Vumba. Haya. Angalia ni sura ya 5. Songa karibu, nataka mtazamaji aione vizuri. Sura ya 5. Ilikuwa ni jioni moja ambayo kukwambia ilikuwa ni siku gani nitakuwa na kuhadaa. Iliyoniita mama na kunikalisha kibagoni huku akiwa anaota na kukoka jiko la udongo la seredani. Nikamkaribia, moyo ukinidekadeka, nikijua yamejiri yasiyojiri ya Firauni. Tunatia pozi hapo. Mwandishi huyu anasimulia ya kwake, lakini mimi nikimfuata inanikumbusha hiyo Februari. Marehemu mama yangu aliniita. Mimi nakumbuka ilikuwa ni Jumapili saa 3 za usiku, natoka zangu mchezoni Shatala, akaniita marehemu mama yangu. Akanieleza kwamba palikuwa na maharage gunia moja, akaniagiza nitumie nusu. Mahindi magunia matatu, akaniambia nitumie moja. Kisha nilikuwa na fahali pale nyumbani, kanipa marehemu mama yangu. Akaniambia nimtafute Tony Nganga, ana buchari pale Butere, lakini anatoka Shirota, tusemezane. Kifupi ni kwamba marehemu mama yangu alijua ningekuwa na wageni, lakini sikujua ni wageni gani. Moyo ulivyo mdekadeka ndugu yangu, mimi ulinidungadunga hasa na kunipapatika. Jumatatu alfajiri kunako saa 9 aliniita kwa wangu. Marehemu mama yangu akawa ndo zake zinamtoka. Si neno, yamekwisha. Alipoandika mwandishi hadithi hii na sura hii, sina hakika kama alijua yaliyonikuta, lakini ndiyo kazi ya uandishi, ndiyo kazi ya waandishi wa bunilizi, waandishi wa bunifu kama Hasani. Riwaya ya Vumba mimi inanisukuma miaka iliyopita. Ni riwaya zaidi, riwaya babu kubwa, riwaya jina kubwa. Si ubunifu, si umilisi wa lugha, si ufundi wa vitushi kama